Hamjambo wana na binti za mfalme aishie mahala pa juu mbinguni. Leo hii katika pitapita zangu kwenye kurasa za Biblia ninapata mashujaa ambao walikumbwa na changamoto za maisha. Mashujaa hawa wanatuonyesha kuwa kunayo kitu spesheli ambayo Mungu ametupatia kama watoto wake, ambayo tunaweza kuitumia kuepuka changamoto hizi. Ninapoendelea kupekua kurasa za Biblia katika kitabu cha Mwanzo kuanzia sura 37 na mkuta mtumishi wake Mungu Yusufu ametumbukizwa katika shimo na ndugu zake. Ninapoendelea kuisoma Biblia hii ninafika katika kitabu cha Ayubu, mtumishi wake Mungu ambaye Mungu anasema kuwa yeye amekamilika katika uso wa ulimwengu huu. Ayubu, tatizo linalompata ni kuwa mali yake inaisha. Sio mali tu, watoto wake wote wameaga. Sio kuaga kwa watoto tu, ila hata yeye ugonjwa inamkumba. Nimeendelea kufungua Biblia yangu na ninapofika katika kitabu cha Danieli na mkuta mtumishi wake Mungu Danieli yeye katika tundu la simba. Amekaa pale nao simba wala watu. Kitabu hicho haikusalia pale, lakini kunao vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, katika tanuru la moto. Isitoshe ndugu yangu, ninachojaribu kusema ni kuwa wewe na mimi kuna kitu tunapaswa kusoma katika maisha ya hawa mashujaa ambao wamenakiliwa katika kitabu chake Mwenyezi Mungu. Biblia inatuambia kuwa Yusufu alipokuwa kwenye shimo lile hakujaribu kwa vyovyote vile kujiokoa. Hakupiga mayowe, ila akiwa ndani ya shimo Yusufu alianza kumtukuza Mungu. Ninapofika katika kitabu cha Ayubu, marafiki hata mkewe amejaribu kumshawishi, lakini kamwe Ayubu hakushawishika. Alisema kuwa kwa sababu Mungu yupo, nitaendelea kumwabudu, nitamtukuza, na ninajua kwa wakati fulani tatizo hili litaisha. Danieli pia katika tundu lile la simba, chochote anachotaka kujisaidia nacho hakukipata, ila akasema kuwa kwa uwezo wangu hakuna kitu nitakachokifanya ili niweze nikajiokoa kutokana na kukaa hapa kwenye shimo na hawa simba. Ila Danieli akasema hivi, nitainua macho yangu juu na nitizame mbinguni. Danieli alianza kumwabudu Mungu. Wale vijana watatu katika tanuru la moto, wao pia sawia wakasema kuwa hatuwezi tukajiokoa, na hata kabla kuingizwa kwenye tanuru lile la moto wakasema wazi, wapo hata Mungu hata tuokoa, lakini huyu sanamu wako Nebukadneza hatutalisujudia. Ninachopata katika hadithi hizi ni kuwa tunapokuwa katika changamoto za maisha, kumbe kumwabudu Mungu ni kumkaribisha kukaa nasi katika changamoto zetu. Sikia hili, hawa watu hawakutafuta waganga ili waweze wakajiokoa. Danieli hakupiga mayowe. Yusufu alikaa kimya pale kwenye shimo. Vijana wale watatu kwenye tanuru la moto walianza kumwabudu Mungu. Ayubu naye yeye pia akasema, kwa sababu nilikuja katika ulimwengu huu uchi, tupu, bila chochote, nitarejea nilipotoka tupu, bila chochote. Chochote ninacho nitakitumia kumwabudu Mungu. Na akasema, kwa sababu sauti yangu
haina udhaifu wowote, nitaitumia kumtukuza Mungu. Ndugu na dada, unapopatikana na changamoto za maisha, unakimbilia nani? Ninao uchungu sana ninapoona ndugu, dada, marafiki wanapopatikana na changamoto za maisha, iwe ni kifo, iwe ni magonjwa, iwe ni janga la njaa, kukosa kazi, kukosa mtu wa kukuoa, kukosa amani nyumbani, kukosa utulivu wa moyo. Mara nyingi ndugu zangu, tunakimbilia waganga. Ninasema hivi, mbona wamkimbilia mtu ambaye anahitaji hela yako ili akusaidie? Mbona wamkimbilia ndugu na dada ambao wao pia wana changamoto zao za maisha? Mbona wamkimbilia bosi wako ambaye anataka kutumia mwili wako kutosheleza hisia? Ninasema hivi, mbona tunachukua uokovu kama kitu ambacho hakina umuhimu? Yesu Kristo anatuambia kuwa kwa sababu hawa mashujaa walipitia changamoto hizi za maisha, na waliponikaribisha mimi nikakuja kuwaokoa. Mbona wewe usije ukamkaribisha Kristo katika changamoto zako za maisha? Yesu anatuambia iwe ni kifo, mimi nilikufa nikazikwa kaburini, lakini baada ya siku 3 nilishinda mauti. Dadangu, tunaye Kristo ambaye tunapomwita kwa wakati wowote ule atatujia na atatuokoa. Mama yangu, usije ukamkimbilia mganga ambaye hawezi akajiganga. Ewe baba yangu, usije ukamkimbilia ndugu na dada ambaye yeye ana tatizo zake ambayo hawezi akajisaidia. Tumkimbilie mtu mmoja ambaye ni Mwokozi wa maisha yetu. Ayubu anatuambia katika kitabu cha Ayubu sura 5 mstari wa 8. Nasema, ningalikuwa wewe, ningemlilia Mungu na matatizo yangu. Na kwa sababu Mungu anatuelewa kwa undani mno, tuweze tukamkimbilia, tuweze tukamwita, tuweze tukamtafuta. Na Mungu anasema, ukinitafuta utanipata, ukiniita nitaitika. Yu tayari kutuokoa, yu tayari kutusaidia, yu tayari kusimama nasi. Changamoto leo ni, unamkimbilia nani wakati wa matatizo ya maisha? Ndugu, dada, mama, baba, mkimbilie Mungu. Mbarikiwe.